Bwana, mambo vipi? Kama kawaida tena tuko kwenye kipindi chetu cha Elimika na TS, lakini moja kati ya baraka kubwa ambayo nimekuletea leo na tunataka tushare kwa pamoja tufurahie ni kukutana na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Dorcas Saliela. Kuna vitu ambavyo ningependa tushare mtumishi wa Mungu Dorcas. Pindi wewe unapoamka asubuhi, kitu gani cha kwanza ambacho unakizingatia? Cha kwanza ni kumshukuru Mungu kwa sababu ameniamsha vizuri. Nina afya njema, kuna wengine wamekufa ila mimi ni mzima, namshukuru Mungu. Lakini wakati mwingine ni kitu gani ambacho unapenda kufanya maisha yako? Sana sana napenda kuimba kwa sababu ndio kipaji alichonipa Mungu. Yes. Okay. Ukiwa kanisani ni vitu gani ambavyo unapenda sana kuvizingatia? Nikiwa kanisani ni kuimba na ndio kipaji ambacho ninacho. Napenda sana kusikiliza neno, kufuata walimu wangu wanavyonieleza. Okay. Na katika huduma yako ni changamoto gani ambazo unakutana nazo unahisi kwamba kabisa kwa kunikelo pia maana zikufaa kutoka kwenye level? Cha kwanza ni maneno ya watu. Maneno ya watu ambao wanakusemea uongo kwamba yuko hivi anajifanya anafanyaje, na hiyo inachangia, inakuwa kama changamoto kwangu. Cha pili, watu kutoniamini na kile kitu ninachokifanya. Uliwahi fanya kitu katika huduma ambayo Mungu amekupa na watu wakasema of course yes, kuna kitu ndani yako? Ndio, nimewahi. Tulikuwa mwaka jana mwezi wa 6 mkutano wa convention kitaifa, New Life in Christ. Nilikuwa pale, nilikuwa mtoto peke yangu. Mama zangu, baba zangu walikuwa pale, dada yangu Subira, kaka yangu Victor, kaka yangu Alpha, tulikuwa pale na nilikuwa mwana praise wa pale. Na nilikutana na watumishi akaniambia ndio nina kitu. Akasema Mungu anatamani endelee kunitunza hivi hivi. Okay. Ni msanii gani mkubwa ambaye unatamani Mungu akikujalia hapo baadaye uwe na kipato lakini unatamani ufanye naye kazi? Rema Simfukwe. Rema Simfukwe. Yes. Wow, unamkubali sana. Okay. Poa. Lakini kuna vitu ningetamani waambie watu wanaokufuatilia, wanaokupenda. Kuna wengine, mimi naamini sio wote wanakushia maneno. Kuna wengine wanakupenda na wanapenda kile unachofanya. Ningetamani uambie, una kitu gani cha kuambia wale watoto ambao wanaanza, wana umri kama wako na wana vitu ndani lakini kufuatana na maneno lakini kipato hawana? Unaweza ukawaambia nini jambo la muhimu ili wazidi kukua katika huduma waliopewa na Mungu? Nasema usikate tamaa, maneno yapo, kushindwa kupo, ila tuendelee kumuomba Mungu na tuzidi kuombeana. Watoto kama sisi tuko wengi ambao tuna vipaji lakini amna ile neema au kama ni wazazi kipato. Kwa hiyo tuzidi kuombeana, pia tusikate tamaa. Mtumishi wa Mungu, kama ulivyoona leo niko na Dorcas, mtumishi wa Mungu ambaye anaimba. Nimemtafuta mwenyewe ili kwa kupitia yeye watoto wengine wapate kujifunza. Ndugu yangu, karibu sana, endelea kutufuatilia kipindi cha Elimika na TS. Lakini hapa niko kwa mtumishi wa Mungu Israeli, producer ambaye anafanya vizuri sana. Muda mwingi utashangaa mtoto unamkuta mazingira haya. Israeli ni nani kwako, yani producer Israeli? Kama kaka, ni mshauri kwangu na ni ndugu yangu. Okay, kwa hiyo ni mtu ambaye anapoelekeza vitu vingi kuhusu masuala ya muziki. Yes. Barikiwa sana. Tuko kwa mtumishi wa Mungu Israeli, lakini tuko na mtumishi wa Mungu Dorcas. Endelea kutufuatilia, baki na sisi, utaniamini baadaye. Ndio.